Nimekuja biobio kuwaambia mimi si wa simu. Ile kitu nawaambiaga na kuaga nimeangalia na nikaona. Niliwaambia kwa hile hoteli kioski ya Kajaklini ni ukora tupu, wizi tupu, kutumiwa na kutupwa baadaye. Niliwaambia it's about michagos, it's about wanasiasa kutumia hiyo platform, it's about Kajaklini kutumia hiyo platform, kujinufaisha, kujitajirisha. It was a haven for blackmail. Mumeona ile, nimeona ka video ya kina DCIO na nimeenda kwa live yake nikamsikiza kidogo. Na kuambia na niliwaambia that case ambayo walikuwa wameleta ya mapasta ilikuwaga total blackmail. Hawa ni watu wanajuana, watu walikuwa wanakurana, watu wameamua kwa sababu hule ni pasta, washa tuanike pesa itoke. Wengine hata hawana ubi, lakini walikuwa wanapisha na wanakumbuka masiku na wanakumbuka nini. But they saw it not fit wasitafute ubi. Na ule ako na ubi anafanya mikutano saa 8 ya usiku akitafuta pesa. Because that was their intention. Anika kwa public tupate pesa, we blackmail. Hata huyo Kajaklini, wacha kusema you are innocent. Mimi niko 100%. Uliona Maverick Aoko aliingililia Lady Jacqueline na akasema ile kitu nilikuwa nasema. Nimeenda huko kwingine kwa anaitwa nani huyu wa Facebook, Kamau Atolia, nikakuta naye anasema TikTok court was trying to blackmail a business. Na waambia ukweli, Kajaklini, hiyo kioski rasima tutafuga, huta blackmail watu tena. Hata huyo DCIO, this is a case of use and dump. Na ndio maana hakutakikana apatiane any evidence or anything to show that these so-called victims are interested in money and not even in justice. Ndio maana watu kama Makarena wakapiga masimu baka kwa regional commissioner wana huko Maliftifari, wakapatiwa namba ya OCS. OCS akawakumbatia akasema anashukua kesi yao. Lakini walienda huko wakageusa, wakaanza kutafuta watu wengine huko nyuma so that they buy time, so that this money can transfer. Kajaklini ako Kenya kwa sababu ya a very good reason, not the victims. You cannot be in Kenya for 2 weeks for victims na bado hata hujakutana na wote. She is here for a very good reason. Na nakuambia huyu alikuwaga amekuja kuosha watu, tugendelea kukaa hapo, agetuosha, ageibia watu. Hiyo michago, mulisikia pesa ya TikTok ni tamu. Na ndio maana Kajaklini anacheza na mindset ya watu kuwaonyesha ya kwamba DCIO ndio mkora kwa hiyo diri yote, ili apate reason ati tutadrop DCIO tushukue huyu aendelee kutusaidia. I'm telling you ladies and gentlemen, hata huyo DCIO is a case of use and dump. Na ndio maana hakutaka anapatiwa chance ya kuogea. Na ile wakati nasikia ya kwamba walianza kuprema record ya kuonyesha hawa vijana ni pesa wanataka, waliweza kufuga hiyo kiosk mara moja, na kwa sababu watu wasipate ma evidence. Kajaklini, siku moja utakuja kugudulika. Na mimi musinite makabira kwa sababu ya kile nilifanya. Ure mwerefu, hata kama hako kabila gani ama gani, ukiwa na akili kogosete 5, unaesa ona. This is a haven of blackmail. Hapa ni kioski ambayo tulikuwa tuna enable ya kusaidia kuibia watu, kutishia wanabiashara, kuuza watu kwa wanasiasa, kujaribu that was a total scam. Wizi mtupu, shidwe.